Unatazama Ndizi TV. Hujambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Ndizi TV popote pale ulipo. Ikiwa kwamba ni siku ya Jumatatu, ikiwa tunaendelea kusonga mbele, ni saa 1 ambapo tunapata taarifa zetu za Ndizi saa 1. Mwelekezi wangu kwa lugha ya ishara ni Lydia Mose, na mwelekezi wangu kutoka sehemu ile nyingine ni Abigail Nyanchama, nami ni Jeff Nyakundi. Basi karibu katika taarifa zetu. Tukianza ni kwamba watu wawili wamejeruhiwa katika shule ya msingi ya Buche kaunti ya Homa Bay baada ya rabsha kuzuka wakati wa uchaguzi wa mashinani wa chama cha ODM. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi Bwana John Loisa, makundi mawili yalitofautiana wakati wa uchaguzi huo na kusababisha majeraha, huku mtu mmoja akikatwa mkono na wa kushoto. Kwingine ni kwamba uchaguzi huo pia ulichelewa kuanza katika kaunti ya Migori. Aidha, katibu wa chama hicho amedai kuwa miundombinu haikuwa inafanya kazi ipasavyo. Chama cha ODM kimeanza uchaguzi katika wadi hii leo, huku uchaguzi wa wawakilishi bunge ukitarajiwa kufanyika siku ya Jumanne hapo kesho. Portal haijafunguliwa mpaka jana usiku saa 6, hailikuwa haijafunguliwa, na kama ingelifunguliwa usiku ingesaidia nini? Wanachama walikuwa wanataka wajisajili, yeyote anayetaka kuwa mwanakamati na vitu vingine shilingi 200. Alafu mwenyekiti atoe 500. Angezitoaje kama portal yenyewe ilikuwa haijafunguliwa? Watu wameenda kulala kabla hawajui chochote kinachoendelea. Wakati wa asubuhi na shangaa eti ndio uchaguzi unafanyika. Uchaguzi gani? Kwa mujibu na taarifa zile ambazo zinaambatana na uchaguzi wa ODM wa mashinani leo hii, ni kwamba vita vya hapa na pale vilitokea hii leo katika uchaguzi wa chama cha ODM kwenye shule ya msingi ya Nyamume katika wadi ya Wasweta 2 baada ya wafuasi wa mbunge wa zamani wa Suna East Obiero Ndiege pamoja na wafuasi wa mbunge wa sasa Peter Masarakuto kutofautiana katika uchaguzi huo. Uchaguzi huo ulikosa kufanyika baada ya pande moja kuamua kususia uchaguzi huo hii leo. Ripota wetu Renox Odede na taarifa hiyo kwa kina. Vurugu, kelele, vita vya hapa na pale vilijaa uchaguzi wa chama cha ODM katika wadi ya Wasweta 2. Ili walazimu maafisa wa usalama kuokoa maisha ya Kennedy Awonda ambaye alikuwa anasimamia uchaguzi huo. Kwa
Kwa upande wao, wafuasi wa aliyekuwa mbunge wa Suna West Joseph Obiero Ndiege wamelalamikia jinsi uchaguzi huo ulivyofanyika, wakidai kuwa uchaguzi huo haukuwa wa haki. Tumeanza na kiti cha mwenyekiti katika kiwango cha mainstream. Wawili wamesimamia kiti hicho. Moja ni Julius Okanda, mwingine alikuwa ni Dickens Nyakere. Tukaweka mlolongo ya Julius Okanda ikawa wingi, wakahesabu ikafika 76. Yule mwingine kutazama kwamba ameshindwa, wameamua ku-withdraw, wakatoka kwa line chaguzi. Badala tuendelee sasa na uchaguzi, presiding officer anasema ya kwamba hii sasa haiwezekani. Acha ni consult officers waniambie nifanye nini. Tukashindwa, una consult kwani uchaguzi inaendelea mbele ama ni aje? Ameconsult, akatuambia wanatuambia sijui tufanye consensus, sijui tufanye. Kwambia bwana, hiyo sasa ni maoni ya wanafanya uchaguzi. Wenye chama ndio wanaamua, sio wewe. Kwa upande mwingine, wanachama wa ODM kutoka wodi ya Wasimbete pia wametoa malalamishi yao wakisema kwa uchaguzi huo umehitilafiwa. Kuchia leo tukasikia tena kuna uchaguzi. Na tulifanya vizuri kama wanachama, tumependa chama. Tukaenda huko ili tuone uchaguzi inafanyika ama. Tulipoenda huko tulikuta watu pia walikuja na wako kuwa wengi. Sasa tukaingia ili tuulize na nani alitangaza uchaguzi kwa Suna West, na tulisikia kama katibu wa Migori County alitangaza ya kwamba hakuna uchaguzi Suna West. Na huyo ndio kiongozi wetu ambaye anatuelekeza kitu ambaye inatakikana tufanye. Tukaingia hapo. Hakuna jibu lolote ambaye tulipata. Wakatuambia tu tokeni nje ili tuonge. Tulipotoka nje tukasikia tu wengine ambaye walikuwa hapo tu, hatukukuwa tunajua ni wakina nani juu hawakukuwa ni viongozi wa ODM. Sisi ndio viongozi wa ODM. Wakatangaza eti uchaguzi umefanyika vizuri, sasa tukamaliza. Tukiuliza hivi wakaanza ufurukano kama wanataka vita. Wametoa wito kwa bodi inayosimamia uchaguzi katika chama cha ODM kutatua mzozo huo na kuhakikisha kuwa wamekuwa na uchaguzi upya. A pressure from some forces and it is political. But we are advising leaders of ODM, we as youths, we don't want fights. We are tired kupigana, tumechoka nazo. Tunataka utulivu na tunaomba viongozi wetu watupe ample time kama sisi. We need development, hatutaki vita. What has happened ni kitu imetoka kwa watu wengine. Hata hivyo, wafuasi wa mbunge wa Suna West wamesema kwa uchaguzi huo umefanyika kwa njia ya haki na uwazi. Wapendwa wote wanachama wa ODM kwa kunichagua secretary wa ward. Nawashukuru sana na wapongeza. Japo election ilikuwa na changamoto, lakini mwishowe imefanikiwa. Wale ambao wameshindwa, sikubali kushindwa sio mshindani. Kwa hivyo mkubali tufanye kazi pamoja. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na tukiendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, ni kwamba timu ya mawakala ikiongozwa na shirika la kupambana na dawa za kulevya hapa nchini NACADA likishirikiana na shirika la kukusanya ushuru la KRA hapa nchini, kikosi hicho kilichoongozwa na bwana Nicholas Kosgei wamenasa dawa za kulevya na pombe haramu katika soko la Nyamonye, kaunti ndogo ya Bondo, kaunti ya Siaya. My name is Nicholas Kosgei, Senior Superintendent of Police, the head of enforcement at NACADA. So today at around 11 a.m., following some leads or some information, we went to Nyamonye market that is within the Bondo jurisdiction, following an information of a notorious drug dealer and an illicit trader within this market. So we went up to his shop. We visited his rental areas, that's the residence, and his homestead within those in the market. So upon some search within the premises, we found cannabis sativa, which is yet to be tested. That is around 4,600 sticks. We had 168 tariffs and 11 brooms. Upon search at the areas of the rental home,
we had around 8 cartons of Supermatch. The Supermatch, as you can see, this is a Supermatch meant for export. That was meant from Uganda and meant for export to South Sudan. So we had 8 cartons, and then also we had a custom that is spirits made from Uganda. We had a Challenger, 118 pieces, each with 24 in each carton. A Blue Moon, we had 15 cartons. Simba Waragi, we had 107. Simba Gin flavored, we had 12 cartons. So we managed to arrest 2. That is the main suspect, Francis Odiambo Ocheng, and the second one, Evelyn Atieno Amungu, all in our custody. Na kwingineko, Bwana Kosgei aidha alitaja kuwa dhamani ya bidhaa zilizokamatwa ni za shilingi bilioni 2.9. Hebu tusikize kila ambacho alikisema. So we are intending to prefer some charges, given that we have a KRA with us here, and already the goods has been valued to wit 2.9 million Kenya shillings. Na tukiendelea kusonga mbele na taarifa zingine za kuhusiana na usalama hapa nchini ni kwamba machifu 5 waliotekwa nyara na wanamgambo wa Al-Shabaab kaunti ya Mandera miezi 2 iliyopita wameachiliwa huru. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema kuwa machifu hao wamo katika mamlaka ya Kenya na mchakato wa kuwaunganisha na familia zao unaendelea. Aidha, Murkomen ameonya kuhusu kuchipuka tena kwa magenge ya wahalifu katika kaunti za Mombasa na Kwale, akitaja kuwa serikali haitaruhusu hayo yaendelee. Abducted in Mandera have been released, and they are now in the hands of Kenyan officials, and they will be arriving home anytime soon. This is very good news based on collaborative efforts, as I announced before, that as a government we decided to work together with the community and to work with the county government of Mandera and the local community, and this process has borne fruit. We will be commenting further in the near future, once our chiefs are within the country, and we'll give you even more updates on the progress and what we are doing. Na tunapoendelea kusonga mbele sasa kwa masuala ya kiafya yanayohusiana na afya ni kwamba Wizara ya Afya hii leo imezindua kamati ya uhakiki ya madai yanayosubiriwa ya NHIF ili kushughulikia murundiko wa bili za matibabu ambazo hazijalipwa na NHIF iliyoondolewa. Kamati hiyo inayoongozwa na James Masiero Oje ina jukumu la kufanya ukaguzi ili kudhibitisha madai yote yaliyowasilishwa chini ya NHIF iliyoondolewa na kuhakikisha kwamba ni madai halali tu kutoka kwa watoa huduma za afya yanayoshughulikiwa kwa malipo. Waziri wa Afya Aden Duale ameonya kwamba wanachama wa kamati hiyo watachukua jukumu la kibinafsi kwa madai yoyote ambayo yatalipwa kwa njia ya ulaghai. Aidha, mchakato wa udhibitishaji utakamilika chini ya siku 90, huku kamati ikitarajiwa kuunda mpango wa malipo. As we embark on this assignment, CS, we need to take note of the stock of debts before us. We are aware of the desire to scrutinize, examine every bill to ensure that we recommend what is quality and what is payable. This committee has been established to provide an independent, thorough, and transparent review of the medical claims submitted to the defunct NHIF. All genuine claims of healthcare providers will be paid, and this committee will be held responsible for the payment made to services not provided. Mtazamaji wa Ndizi saa 1, basi tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi, kisha baadaye nitakuwa nikirejea na taarifa nyingi zaidi.
Usiondoke, usiende mbali. Mie ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu wa lugha ya ishara ni Lydia Mose na Abigail Nyanchama. Unatazama Ndizi TV. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAHAS Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Good. So top up directly without measuring. Directly. So I fill the glass. Fill the glass. Okay. Add a little bit. Perfect. I feel like testing it. This is our cocktail. Which cocktail? Long Island. Oh, Long But Island. our cocktail is not done. Why? Presentation. We have to garnish our cocktail so that when a customer sees... What do you mean by garnishing? Garnishing is just making our cocktail appear attractive. Okay? Okay. Yeah. Okay, tuko na njia tofauti za kugarnish. Kugarnish ni kurembesha tu. This one, ile kurembesha. This one is a lemon wheel. Sasa cocktail yetu iko ready, iko tayari sana kupelekewa mteja. Yeah. No, wait. Is thumb finger. Put it, the straw inside the cocktail, then you close. Wow, your cocktail. Wow, Mitch. Unatazama Ndizi TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji wangu, tuendelee kupa taarifa jinsi ambavyo tumezipokea katika
stesheni ama runinga yetu ya Ndizi TV. Tukiendelea kusonga mbele ni kwamba kiongozi wa chama cha National Liberal Party Augustus Kyalo Muhuli sasa anasema mkoa wa Ukambani umebaki nyuma kutokana na kuendelea kutegemea siasa za ufalme wa eneo hilo. Ameutaka mkoa huo kutafakari upya mustakabali wa kisiasa ili kutambua maendeleo yenye maana. Muhuli aidha ametoa uhuru wa chopo la uchaguzi wa IEBC akiwataka wanasiasa kutoingiza siasa kwenye mchakato wa uteuzi wa mwenyekiti na makamishna wapya wa tume hiyo ya uchaguzi hapa nchini Kenya. Sisi tumekataa hii mambo ya kingpin. Tumesema hatutaki ati huyu ndiye ataongoza region yetu ndio aende bargain on behalf of the community. Hii ndio imefanya Ukambani inabaki nyuma. Na sisi kama chama National Liberal Party tumesema sisi tutashikana na serikali ilete maendeleo Ukambani. Wale wa kingpin ambao imekuwa kazi yao ni kwenda kuuza jamii, kusema sisi ndio tunaongea kuhusu jamii na jamii tunabaki nyuma bila maendeleo yote. Sisi kama chama tumesema hatutashikana na watu kama hao. Tutashirikiana na vyama ambazo zinataka maendeleo Ukambani. Sasa hii tunaongea mambo ya IEBC. Nataka kusema it's not too late. It's not too late for this country to change. It's not too late. IEBC selection panel ichague viongozi ambao wanatakikana na nchi. Sio commissioners ambao wako pande ya serikali ama ya upinzani, bali wachague commissioners ambao watahudumia Kenya nzima. It's not too late. Tumesikia viongozi kadhaa wakisema sijui serikali na upinzani wakae pamoja, lakini sheria inasema hivi. Kuna selection panel ambayo imechaguliwa. Na sisi kama chama National Liberal Party tulienda kotini miezi 8 tukipigania hiyo selection panel ikuwe the correct one. Na tukiendelea kusonga mbele ni kwamba aliyekuwa mwenyekiti katika tume ya huduma ya polisi Eliud Kinuthia ametoa wito kwa wafanyakazi wastaafu wa serikali kuwa na nidhamu na kulinda siri kuhusiana na mambo yanayoendelea kazini na kwenye serikali. Haya yamejiri baada ya aliyekuwa mwanasheria mkuu na waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kufichua kwa umma yale yaliyoendelea akiwa kazini. Wale wote ambao tumetoka maofisi ya serikali tukiongozwa na senior chief wawili hapa, mzee Karumei na mzee senior Kibiru, haijalishi ile ngazi ulitoka, tukue na nidhamu ya kunyamaza kuhusu mambo yaliyo nyuma yako kwa ile ofisi ulikuwa. Inaleta aibu sana kuona mtu ametoka kazi ya waziri ama kazi nyingine yoyote na anataka akiwa nje ya serikali kuanza kutueleza mengi ya ile ofisi alikuwa, ambayo inaonyesha utovu wa nidhamu. Tuungane ili tuweze kusaidia nchi. Mara nyingi tunaweza kuwa na saa zingine labda mawazo mengi. Tunasema kwamba serikali hii haifanyi hii, serikali haifanyi ile nyingine. Lakini nadhani kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia mambo tangu miaka 2 iliyopita, serikali imefanya mengi. Ile kitu ambayo nimependa kutambua ni kwamba mimi kama kijana nimeona maisha yangu imebadilika, kwa sababu wakati unapopata ajira ya kudumu unaweza kujipanga kufanya mambo mengi zaidi katika maisha. Huwezi linganisha na ajira ambayo ni ya muda mfupi. So mimi kwangu naona ni shukrani kubwa sana, kwa sababu in terms of the socio-economic development, hawa watu hawa wakiwa hapa Mpeketoni, mtu ataweza kuwa na uwezo wa kununua plot, ataweza kujenga. Mimi tunapomshukuru sababu mimi nawaeleza mambo ambayo nimeona. Yeye ameshikilia ofisi hii, hakunipa ofisi alafu akaniwaachilia. Na wakati mwingi mambo ikikuwa magumu nilikuwa namuendea, ananiambia chairman, ni wapi kumeenda vibaya. Mimi ninamwambia hapa na hapa na nataka usaidizi wako. Hatimaye nikifika tamati ni kwamba mwakilishi wa Kenya kwenye shirika la UN Habitat jijini Nairobi, Susan Nakumicha, amejitetea vikali kuhusiana na
Nakhumicha ametetea Watifa akihusika kama waziri wa afya, akidai kwamba kutumuliwa afisini huo haukuwa na ishara ya kukosa uwezo. Aidha, akizungumza mbele ya kamati inayosimamia ulinzi wa bunge la taifa, mahusiano ya kigeni, Nakhumicha pia amejitenga mbali na sakata ya shilingi bilioni 3.7 kuhusu vyandarua vya mbu iliyoanika wazi jinsi nchi ilivyokuwa ikipoteza mamilioni ya pesa kupitia njia gushi ya ununuzi. Kwingineko ni kwamba viongozi wengine waliofika mbele ya kamati hiyo ni Daktari Caroline Karugu pamoja na aliyekuwa katibu mkuu wa kudumu katika Wizara ya Michezo Peter Tum. Chair, on the last question, whether the Deputy President did influence the tender for mosquito nets. The former Deputy President did influence. At the point while I was serving chair, and with the information that I was given, his involvement was not there. I got to learn of his involvement when the House was going through the impeachment process. That is how I got to learn that most likely he had been. But as I served, I was not aware of that. Thank you, Chair. I want to pledge to this committee that I will work very closely with you. Like I said at my opening remarks, I'm happy and willing to learn. You are all men and women of great experience, and I do hope to tap into your experience and expertise to ensure that this State Department delivers for Kenya what it is supposed to deliver to Kenyans. If I have given this chance, I will exploit my experience that I've had over a long period of time in government to ensure that we do that what we must do. Basi mpenzi mtazamaji, kufika hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za Ndizi saa moja. Shukrani sufufu kwa wale wote ambao wamefanikisha taarifa hizi kutoka chumba chetu cha habari na maripota wetu ambao wako pale nyanjani. Basi mwelekezi wangu amekuwa ni Abigail Nyanchama na yule mkalimani katika lugha ya ishara amekuwa ni Lydia Muse. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Tuonane panapo majaliwa hapo kesho. Kwaheri.